Yes, welcome back to English Safi Online. Fluent English starts here. Today we're going to learn how to talk about your day in English. Naam, karibu tena katika kipindi chetu cha kujifunza lugha ya Kiingereza, na leo ni siku nyingine tena ambapo tunaenda kujifunza talking about your day, kuzungumzia kuhusu siku yako. Kwa tunaenda kuzungumza ama tunaenda kusoma kuhusiana na jinsi ambavyo utaweza kuizungumzia siku yako. Labda umefanya kitu fulani, umesoma, umepika, umeangalia TV, umeenda sehemu fulani. Kwa hiyo mwisho wa kipindi hichi utakuwa na uwezo wa kuizungumzia, utakuwa umeshafahamu jinsi ya kuizungumzia siku yako yote nzima kwa kutumia lugha hii ya Kiingereza. Kikubwa ambacho unatakiwa kufanya ni kusubscribe, kulike, kucomment na kushare video hii kwa watu wengine, ili kuwa wa kwanza kuweza kupata lesani mpya pindi tunapofundisha. I'm Abu Suhail from English Safi Online. Let's get started. Naam, tuanze kwa kujifunza vocabulary or phrases ambazo zinatumika katika kuielezea siku yako kwa lugha ya Kiingereza. Hizi ni simple vocabularies, ni misamiati rahisi, ni sentensi rahisi ambazo unaweza kuzitumia kuieleza siku yako kulingana na vile vitu ambavyo umevifanya. Labda kama umekula, umepika, umefanya nini, basi utaweza kuelezea vitu vyote hivyo kutokana na jinsi ambavyo tutajifunza hapa. Vocabulary or phrases ni misamiati, misamiati muhimu, na hii sio ya kuitafsiri tena kwa sababu kila siku tumekuwa tunaitafsiri na kujifunza. Kikubwa rejea katika masomo ya nyuma ili kuweza kujifunza vitu ambavyo vimepita. Sentensi ya kwanza ni I woke up early. I woke up early. I woke up early. Hii sentensi ipo katika hali ya simple past au past simple, yani ni wakati uliopita lakini rahisi. Ndiyo past simple. Na hii ni verb yetu work. Hii inatokana na wake. Wake up ni kuamka, wake up kuamka. Lakini wake up inakuwa ipo katika hali ya infinitive. Ikibadilika ikienda katika hali ya past inakuwa woke up. Woke up. Na ndio maana tukasema I woke up early. Niliamka mapema. I woke up early. Niliamka mapema. Wake up ni kuamka. Wake up. Mfano tukisema I wake up early in the morning. Mimi huwa ninaamka asubuhi na mapema. Kwa katika sentence hiyo I wake up early in the morning, hii ipo katika hali ya present simple. Yani ni muda uliopo lakini kitabia ni muda rahisi. Ila sisi hatuzungumzii present simple. Kadri siku tunavyoendelea tutakuja kuzungumzia huo wakati. Sisi tunazungumzia past simple. I woke up early. Niliamka mapema. Mimi woke up kwamba ni kitendo cha wakati uliopita cha kuamka. Niliamka. Early ni mapema. Okay? Hiyo ni sentensi ya kwanza. Unatakiwa kuirejea mara kadhaa ili kuweza kuifahamu na kuijua vizuri. I woke up early in the morning. I woke up early in the morning. I woke up early. Kwa unatakiwa kuirejea kama hivyo ili kuweza kufanya ulimi wako uwe mlaini katika kuitamka. Sentensi ya pili ni I went to school. I went to school. Or I went to work. I went to work. Kuna I went to school na I went to work. I went to work, nilienda kazini ama nilikwenda kazini. I went to work, nilikwenda kazini. I went to school, nilikwenda shuleni. Went
hii ni past pia, ambapo katika hali ya present inakuwa ni go. I go to school. Mimi huwa ninaenda shule. Kwa maana yake ni kitendo cha kimazoea, ni kawaida yako wewe kuenda shule. I go to school. Mimi huwa ninaenda shule. Or I go to work. Mimi huwa ninaenda kazini. Lakini hapa sisi tunazungumzia I went to school. Nilikwenda shule. I went to work. Nilikwenda kazini. Pia hapa kuna kitu cha kuweza kukizingatia. Watu wengi wanachanganyikiwa na wanachanganya kati ya want na went. Want na went ni vitu tofauti. Want ni kutaka. I want to hear your voice. Nataka kusikia sauti yako. Lakini went ni past tense, ni past verb ya go. I went, nilienda, nilikwenda. Okay? I went to work. Nilikwenda kazini. Work ni kazi. Okay? School ni shule. Ni school tunafahamu. Kwa utarejea na kuisema ili kuweza kuikariri. I went to school. I went to school. Lakini katika tukizungumza haraka hatutamki hizo t. I went, kwa sababu ni baadhi ya t ni silent letters. Ni silent letter. I went to school. I went to work. I went to work, nilikwenda kazini. Na I went to school, nilikwenda shuleni. Hiyo ni sentence ya pili. I hope you understand. Sentence ya tatu ni I had lunch or dinner. I had lunch. I had lunch. I had dinner. Kitu cha kuzingatia pindi tukiweka hivi stroke, nimeweka stroke baina ya lunch na dinner, na hapa juu baina ya work na school. Tukiweka stroke kama hivi, maana yake hizi unaweza ukazitengeneza zikawa sentensi mbili tofauti. Mfano, I had lunch. Hiyo ni sentensi ya kwanza. Na sentensi ya pili ni I had dinner. Okay? I had lunch, nilikula chakula cha mchana. Na I had dinner, nilikula chakula cha usiku ama chakula cha jioni. Lunch na dinner ni milo tofauti. Lunch ni chakula cha mchana. Mara nyingi sehemu nyingi kinakuwa kinaliwa wakati wa saa 7. I had lunch. Lunch huwa inaliwa saa 7, chakula cha mchana. Kwa wale ambao wanakula milo mitatu ama zaidi ya mitatu. Lakini dinner ni chakula cha usiku ama chakula cha jioni. Dinner ni chakula cha jioni. Kwa hiyo huu kwa baadhi ya familia inakuwa ndio mlo mkuu kwa siku. Maana yake ndio ule mlo mkuu kwa siku, dinner. Chakula cha jioni. Okay? Na baadhi ya watu pia wanaongeza na super. Kwa kuna lunch, dinner and super. Dinner ni chakula cha jioni, lakini super ni chakula kidogo baada ya kupata dinner. Tuchukulie kwa mfano, umeshakula chakula cha jioni, labda umekula saa 10, umekula dinner saa 10. Ikafika usiku saa 3, saa 2, ukataka kula kidogo, ile tunaita ni super. Kwa kuna dinner na super. Okay? Na asubuhi tunaita ni breakfast. Ni breakfast. Kwa hiyo chakula cha kwanza ambacho unakula ni breakfast, yani kile cha asubuhi breakfast. Cha mchana tunaita ni lunch. Cha jioni ambao ndio mlo mkuu kwa baadhi ya familia ni dinner. Then wengine ndio chakula chao ndio hicho cha jioni, na cha usiku ndio hicho hawali tena. Lakini kwa wale ambao wanakula tena usiku, labda saa 3 huko, saa 4, saa 2, kile tunakiita ni super. Okay? Kwa I had lunch, nilikula chakula cha mchana, or I had dinner, nilikula chakula cha usiku. Sentensi ya 4 ni I started or I worked. I started or I worked. I studied, nilisoma. Hii inatokana na study. Studied.
Studied ipo katika past. Okay? I studied, nilisoma. I started a book, nilisoma kitabu. Okay? I worked, nilifanya kazi. I worked, nilifanya kazi. I worked the whole month. I worked the whole day, nilifanya kazi siku nzima. Okay? I started, I worked. I studied, nilisoma. I worked, nilifanya kazi. Natumai umeifahamu. Na sentensi ya mwisho ni I relaxed. I relaxed or I watched TV. I relaxed, I watched TV. I relaxed maana yake nilipumzika. Kwa ukiwa umekaa sehemu ukapumzika mwenyewe, ama sometime wengine unakuta unaweka namba 4 kabisa. Kwa pale tunasema umerelax. Na watu wengi tunakuwa tunaitumia hii relax bila ya kujua maana yake. Tunaifanya ni kama Kiswahili kabisa. Unamkuta mtu anamwambia mwenzake, naona umerelax sasa hizi. Nimerelax, nimechill. Kwa kurelax maana yake ni kupumzika, ni kukaa sehemu ukapumzika, ukawa huna cha kufanya, umepumzika tu mwenyewe. Na I watched TV nilitazama TV, maana yake ni kuangalia TV. Ukakaa sehemu ukawa unaangalia TV. Ukiwa unaangalia ni kitendo cha wakati uliopo, lakini kama uliangalia maana yake kitu kishafanyika tayari. Ndio tunasema uliangalia TV. I watched TV. Ukiangalia hizi sentensi nimetumia pronoun I ambaye ndio subject. Wewe unaweza ukabadilisha ukatumia subject yeyote ambaye unamtaka katika wale subject 7 ama 8 tukiweka na name. Okay? Kwa utaangalia mwenyewe, utamtumia yeyote unayemtaka. Na natumai kila mtu anafahamu hao subjects. Kama huwafahamu, naomba dondosha komenti yako hapo ili nijue kwamba huwafahamu, huwajui, ili video inayokuja niweze kuwazungumzia. Kama huwafahamu, dondosha komenti yako hapo chini, niambie mimi sifahamu, mimi siwajui. Okay? Naam, baada ya hapo tunaendelea na short real conversation. Short real conversation. Haya ni mazungumzo mafupi ya kawaida. Mazungumzo mafupi ya kawaida. Okay? Na mazungumzo haya yanatokana na hii misamiati ama hizi sentensi ambazo tumejifunza. Ninachokuomba, subscribe hapo chini, like na comment ili kuweza kuendelea kupata mafunzo yetu pindi tunapoyatuma kwa wakati. I'm Abu Suhail Abdullah from English Safi Online. Naam, short real conversation, haya ni mazungumzo mafupi ya kawaida ambayo ni mazungumzo, ni conversation between Abu and Safi. Ni mazungumzo kati ya Abu na Safi. Tuwasikilize. Abu anaanza kwa kusema, "Hi, how was your day? Hi, how was your day? How was your day? Hi, how was your day?" Habari, ilikuwaje siku yako? How was your day? Vipi, siku yako ilikuwaje? Safi, "It was good, ilikuwa nzuri. I went to work and then relaxed at home." Nilienda kazini, baadaye nikatulia, nikapumzika nyumbani. I went to work and then relaxed at home. Nilienda kazini, baadaye nikapumzika nyumbani. Abu, that sound nice. Hiyo nzuri. What did you have for lunch? Ulipata chakula gani cha mchana? What did you have for lunch? Ulikula chakula gani cha mchana? Safi anasema, I had rice and vegetables. Nilikula rice. Rice unafahamika. Rice ni wali. Okay? Kwa Kiswahili cha kawaida, rice tunasema watu wanatumia ni mchele, lakini hauwezi ukala mchele. Kwa maana yake umekula wali.
Okay, I had rice, nilikula wali and vegetables, na mboga mboga. Abu anasema yam, I watched TV after work. I watched TV after work. Vizuri, nzuri, nilitazama TV baada ya kazi. Nilitazama TV baada ya kufanya kazi, yani baada ya kumaliza kazi ndio nikatazama TV. I watched TV after work. Nilitazama TV baada ya kazi, yani baada ya kufanya kazi, o baada ya kumaliza kazi. Safi akamaliza kwa kusema sounds like a good day. Sounds like a good day. Inaonekana ulikuwa na siku nzuri. Sounds like a good day. Inaonekana ulikuwa na siku nzuri. Sounds like a good day. Sounds like a good day. Inaonekana ulikuwa na siku nzuri. Okay? Kwa hiyo ni short real conversation, ni mazungumzo mafupi ya kawaida. Short real conversation ni mazungumzo mafupi ya kawaida, na wewe unatakiwa kumtafuta mwenzako, rafiki yako, na muweze kubadilishana, muweze kuzungumza haya mazungumzo. Kitendo cha nyinyi kufanya practice wewe na mwenzako kitakujengea uelewa na ufahamu mzuri kutokana na hichi ambacho tunajifunza. Mimi nakusisitiza na nakushauri, hakikisha unafanya revision na unafanya practice. Okay? Na hilo ndio somo letu la leo ambalo tumejifunza, na natumai limefahamika. Kama utakuwa una swali, haujafahamu, kuna kitu unahitaji kufahamu tofauti na ambacho tumejifunza, basi dondosha komenti yako hapo chini ili tuweze kukifundisha. Pia tunaomba subscribe kwa ajili ya kupata lesson mpya kila siku pindi tunapofundisha. I'm Abu Suhail Abdallah from English Safi Online. Fluent English starts here. Thanks.